kazi, hawezi punguza gharama ya maisha. Kupunguza gharama ya maisha ni maandamano na kuweka sufuria kwa kichwa. Wameenda maandamano, wameweka sufuria kwa kichwa, bei imebaki vile ilikuwa. In the meantime, wakipita hapa bonde la ufa wakienda nyumbani, wanaona mahindi. Si unajua kwanza hawa ni watu ya kwenda na ndege. Wanaona vile mahindi, sasa wanalia fertilizer. Sasa mimi nataka kuambia hao viongozi ya Nyanza, hakuna makosa mmefanya. Nyinyi ndio mlipotosha watu wenu. Mkawaambia wasijiandikishe kama wakulima, wasichukue bolea. In the meantime, waweke sufuria kwa kichwa, waende maandamano na kupigana na mawe. Sasa mmefanya mzuri. Wiki ijao tunatangaza another program. Sasa muambie watu wenu wawachane na mambo ya maandamano, wawachane na mambo ya sufuria kwa kichwa, waende wajiandikishe, wachukue fertilizer, waende kwa shamba. Hapo ndio maneno iko. Hii maneno yote inaishia kwa shamba. Sasa watoe hao kwa street, warudishe wapi? Nimeona huyu anaitwa sijui analia. Watu wetu hawana fertilizer. Hawa ndio waliambia wananchi, hii fertilizer hakuna. Hii fertilizer hawezi saidia. Nyinyi wachana na fertilizer, ingie kwa barabara, chukueni mawe, weka sufuria kwa kichwa, choma magari ya watu, umiza watu. Hivyo ndivyo waliambia wananchi. But I'm glad they have realized the folly of what they were telling the people. They have come to the realization that the only way to bring down the cost of living is through enhanced productivity and increasing of the yield in our farms. Na tunawakaribisha hao kwa mambo ya ukulima, tumewakaribisha wakuje tukae na hawa kwa mambo ya ukulima. Kwa hivyo ingine si Kipchumba amesema, hiyo yote amesema. Mambo ya barabara amepanga, rais amepanga. Kuna pahali tumetegea kitu. Hatutaki kusema ni wapi, isiruke. Kunateka kitu hivi karibuni. Sasa ikipatikana tunapatia Kipchumba na nyinyi mliumia sana. So mkipata hakuna makosa. Sasa tumepatia nyinyi. Hii watu yote tumepatia nyinyi. Mnafikiri mlipata tu kwa sababu ati nyinyi watu wazuri? Hapana. You invested in our government. Yes. Kwani utavuna bila kupanda? Utapanda mahindi uvune maharagwe? Sasa si nyinyi mliweka kura kwetu? Sasa mkipata iko makosa gani? Hakuna. Na bado mtapata zingine. Bado iko zingine tunaudaunda. Nyinyi mungoje tu na mtaendelea kupata. Unajua nilisema namna hiyo wakanipigia kelele hiyo hati ya Azimio. Hii mtu anasema hii nchi ni ya shares, sijui nini. Sasa waliambia watu yao watupe kura yao. Sasa watu yao, marafiki yao hawaamini sisi. Hawaamini mpango wetu wa kiuchumi. Sasa tutawaleta serikali si watatuangusha? Hatuwezi. Sisi tunaleta wale wanatuamini, wale ambaye wanatuelewa, wale ambaye tutapelekana. Lakini kati ya hawa kuna watu wetu wazuri na tumewapatia kazi. Kwa sababu kila pahali wako na watu. Hata kama wangetushinda hapa katika Rift Valley, wako na marafiki yao. Wangekuja wachukue hawa, si ndio? Hawangechukua nyinyi. So wasituambie tutachukua nani. Sisi wenyewe tutaamua. Tutaweka kila mtu Kenya. Tutaweka, lakini wachache. Wengi tutaweka pahali kura iko mzuri. Kwani iko makosa? Kuna makosa? Na mimi sikuli kwa mtu, mimi naongeaga vile mimi nataka. Sasa si bishop amehubiri hapa ametubariki. Wewe kama huko hapa utapata baraka. Sasa ukianza kupiga kelele, bona bishop amebariki wengine na sisi hatukubarikiwa na wewe ulikuwa sokoni. Utapata baraka namna gani na huko hapa? Kama wewe uamini mahubiri, uamini matoleo, unapiga kelele huko, mimi sijapata baraka, bona wengine wanapata. Wewe utavuna ile uliopanda. Sisi tulipanda, tukapalilia, tukaweka mbolea, tukanyunyizia maji, nini. Sasa tukichukua matunda, iko makosa? Hakuna. Na wewe wale mmepata nafasi kutoka hapa Nandi. Na nyinyi mfanye kazi kwa bidii. Na muinue wengine pia. Si ndio? Muinue wengine ndio tuweze kuendelea pamoja. Kwa hivyo mimi sitaki, kuna jambo moja tu nilikuwa nimeandika hapo. Mambo ya fertilizer, governor apange last mile distribution.
watu wasitembee safari mrefu sana. Gavana tumewaambia hao, tumekubaliana atafute store ikaribie watu. Hata nafikiri kuna moja tutaenda leo kusidua. Again umesema mambo ya